Welcome to Facts TV. Hapa we tell real stories, we relate with you mambo ambayo yanahusu humans. Yani kila siku daily experience, that is what we do here. Na leo hapa ndani ya nyumba niko na guest anaitwa Samuel, but mambo mingi atatuelezea baadaye. Na story yake ni a very moving story, somehow sad, lakini atatueleza na tutaweza kuijua. So kama hujafinya pale subscribe button, ensure to do that. Piga like pale, tupatie reaction pale comment section, alafu utakuwa unapata content kama hizi every other time zitakuwa zinakuja. So we are telling real stories. So welcome aboard, moja kwa moja. So jambo. Sasa nataka feel free. Hapa ni Facts TV where we tell real stories na mambo kama hayo. So mtazamaji nataka kukujua, kwa hivyo utatuambia jina, halafu maybe unatokea wapi. Samuel Kimoina Magoma. I'm coming from Nyamira County, Chebilati, Nyaronge area. Nice one. Umesikia hapo ni Chebirate, Nyaronge area, sio? Sasa najua story yako ni ndefu na maybe we can have part 1, 2, maybe hata 3. Lakini leo nataka tuongee specific angle ya story yako. Wewe ni mtu umepiga burudani na kuna siku by the way, this is the very thing ilifanya nitafute Sami. Kuna scenario ambayo alipitia yenye ni crazy, na that is the kind of scenario nataka tuelezee. So saizi unaishi wapi? Sasa mimi naishi Ole Kasasi. Kajiado County. Nilikuja kutoka Kisii, nikichua Nairobi hiko. Nasikia Nairobi. Nikaamua mimi, hata mimi mwenyewe nikakuja gari hapo Chebilati, Tanzania. Ninataka kuenda Alfa. Nauliza, unajua Alfa? Alfa mimi naijua, na sijui, lakini kabidi nikaingia kwa hiyo gari. Shua. Kufika shua. Hiza imeingia. Mapolisi wakatuweka kando. Tukalala hapo. Kesho saa 12 tumeanza safari. Mimi saa 3 niko Nairobi. Lakini na mimi nikatumia ujanja yangu, nikaruka chini pap. Nikaona mahali makanga wako, makanga hawawezi kosa kujua kitu. Nikaruka hapo. Nawauliza visa hii, nataka kuingia Alfa, ni njia gani? Ni mia tu alafu nikamwambia ingia. Hata kama sina 100, wale watamuli awaonyeshe hali. Mimi nikaangalia hivi, nikaona hapa mahali ya kuenda Alfa, na mimi niliambiwa nishuke railways. Ikakuwa ni ngumu. Nikashukia hapo. Nikaacha wakaenda Alfa. Nikapiga mtaa Nairobi kutafuta railways. Bado nikaenda kuchikuta Alfa na wale wa jamaa. Bado uko hapa, nikamwambia bado niko. Na bado ni mchana, nilikuwa nafika kutafuta njia ya kuenda Rongai. Aise, kuja kupata mtu mwenye ananielekeza mpaka country pass ni kutoka Alfa. Chuchua, bado nikamlipa 100. Mpaka railways. Nikaingia gari kufika Masai Lodge. Sijui, unajua Masai Lodge sasa ilikuwa rough road. Aise hapo tena nakupigia sasa kazini yangu mwenye ako kwa site. Akatake time, bado nikasumbuka. Kuja kukuta ni saa 3 ya usiku. Ndio anapita hivi ananitafuta. Na mimi bado sasa sinamjua sasa, lakini sasa sijui venye umefanya, sijui venye umetoshana, ni miaka 2. Ikakuwa ndio alikuja kuona mtu ako na kabagi hivi. Halo. Bwana. Kabagi kwa mgongo. Nikaingia Ole Kasasi. Lakini Ole Kasasi nikakuja nikakutana na muadhara nyingine. Hiyo muadhara ikanipeleka hadi mochari. Sasa tupeleke polepole kidogo. Umefika Rongai. Kazi ni gani? Ulikuwa unafanya hiyo? Jengo tu, kazi ya jua kali yoyote. Umefika, ulisettle wapi? Kwa nani?
kwake sasa huyu jamaa mwenyewe ango yangu mwenye alikuwa ametuita, mwenye alikuwa na kazi ya mchengo. Sasa tukakuja kufanya kazi ya mche. Sasa nimeingia hapo. Sasa hii kazi tumeifanya, lakini imefika mahali imesimama. Sasa hapa lazima ukiwa kwa site lazima ujipa. Mdozi hata kuja kukulipa kama huko kazi. Amekupea nyumba unaishi. Na sasa hii time yote uko na familia? Ndio hivyo karibu sasa nienda kupata familia sasa. Nikakuja hapo kwa site mimi nikaishi. Nikakutana na msichana kwa barabara pale, nikamuongelesha. Msichana akanikubali. Mimi nikamwambia, mimi sitaki mambo ya urafiki. Straight nikukuoa nyumba. Nikakuja hapa kwa barabara. Sababu ya mashida huko sasa kazi hakuna, nikaandikwa kwa baa ya mama mwingine. Hapo kwa barabara. Nikamfanyia miezi 4. Anilipi pesa. Huyu mama naenda kumueleza, ikafika Disemba ikianza, nikamwambia ule mtu mwenye niko naye ameshika mimba, nataka kumpeleka nyumba. Kwa hivyo leo ni Monday, Saturday naenda nyumba nitengenezea pesa yangu. Mimi nafanya kazi kila jioni, sababu ni pombe yenye nauza ni ya mtungi. Ukishamaliza mtungi inatakikana ngiri 5 pale. Lazima upeleke ngiri 5 ndivyo upewe mtungi ingi. Na hakuna njia utaenda kuitoa pale, lazima upeleke pe. Kwa hivyo pesa yake mimi nilikuwa nampe. Ikaenda ikafika Saturday. Hata sasa nimefanya nikauza mitungi 2 3 kwanza. Hata niko na 20k sake na mupelekea. Mimi nilikuwa nadai ngiri 14. Kwenda kufika kwake nikakuta kufuli. Kuna msichana tulikuwa tunafanya naye. Nikarudi. Nikamwambia nimefika kwa Esther, hayuko. Alikuwa leta pesa. Nikampea ngiri 6. Ati ndio pesa. Hiyo mitungi yote. Nikamwambia ile pesa yenye alikuwa ananipea ndio nimekata. Sasa hiyo ni paranzia. Mimi nimeenda. Ilikuwa Saturday saa 4. Kitamba hata mimi nifike, nikakuja nikapepa msichana. Nikapepa vitu zangu. Nikafika Rongai. Kaingia gari. Kufika jamu ilikuwa kuenda. Kufika Railways. Kabla tuingie hivi tushuke. Nikakuta maaskari wako hapa kwa kioo wananiambia ni wewe tunatafuta. Na nikakuangalia ni waole kadhaji, nikamwambia ni aje, lakini hawa nilikuwa nimeshawaambia huyu mama atanilipa pesa na nimejaribu kumuitisha pesa anipei. Hata nyinyi mnakunyonga pombe hapa. Sasa umefika huku, muda ni mfupi sana umeshajipata kwa ngori. Huyu wife ulikuwa unampeleka nyumbani ama ulikuwa unapanga aje? Nilikuwa ninaenda na yeye nyumbani. Sasa nimefika Railways, nimetoka Rongai. Unarudi Ushago. Sasa ninaenda nyumbani Ushago. Sasa mimi kufika kukuta ama askari sasa, sababu mimi niko na pesa yangu ile ambayo nimejitafutia na ile hasa mshahara yenye nimejilipa kupitia na ile kazi yenye nafaa. Nikawapea 1000, nikamwambia nyinyi rudi mumwambie hata mchaniona, sababu hata nyinyi mnajua hizo. Nenda muulize Sabina nimempea pesa. Wakaniachilia mimi, nikaingia gari Kisii. Nikafika Kisii nikakaa 1.5 mwaka. Kazaa mtoto. Tukarudi hapa. Bado huyu mama alikuwa anaendelea na kazi, bado aliniita kesi ya hiyo mambo. Mimi kuenda sasa na mimi watu unaitwa kwa Esther, nakuta ni maaskari wamejaa hapa wale tu. Hadi sasa wakati ulienda na pesa ya huyu mama, nikawaambia yes. Nataka mkae hapa na muongee ukweli, pesa yake nilienda nayo lakini haikuwa ikue yake.
hapa kwake mimi nikiwa kazi. Nilifanya miezi ngapi hapa Esther kwako? Miezi 4. Kuna mwezi ulisimama hivi kuniambia shika mshahara yako ile ambayo tulikuwa tumeelewana? Ati hapana. Basi hiyo wakati nilikuambia mimi naenda nyumbani. Asichunge ningojea. Sasa wewe uliniambia unaenda. Ndio sasa nikungojea. Sababu huku niambia ati unaenda, ndio sasa uniambie ngoja mimi niende. Nitakuja siku fulani. Lakini sasa huku niambia. Lakini sasa hiyo ni tena, hiyo ni mwaka moja na uliza Sabina ndio ule. Hata hujamfuta kazi. Sabina, wakati nilikuwa nimetoka hapa nikienda nyumbani nilikupea pesa ngapi? Hapo. Akasema 6,000. Na mimi nilikuwa nimeuza mitungi ngapi? 3. Hiyo ni pesa ngapi? 20. Sasa si nilisoa 14 ya miezi 4 yangu. Wale maaskari walisema, hebu leta pombe tukunywe. Sasa aliwalipa. Mimi ni askari tu, akanawaitizia pombe lakini mimi ananiruka. Huyu askari mmoja ndiye alikuja kujua ukweli. Na hiyo story ikaishia hapo, mimi akaniitizia hata pombe, mimi nikakunywa nikatoka. Haya, sasa hapo nimekuelewa vizuri. So nataka tuende faster kidogo. Tupate story. Huyu wife mlikuja mkakuwa na watoto wangapi? Alafu immediately penye story ilikuja ikakupata yenye unajipata morgue mpaka mambo inakuwa ni crazy sasa. Kuliendaje kafika hapo? Sasa huyu mama mwenye alikuwa ameniandika kwa bar alikuja akafungua supu na mambo ya kuuza mitura, manyama hizi. Bado tumekosana, lakini pale akakuja akaniita. Kuja nitengenezea mtura, mimi najua kutengeneza mtura, kuchoma nyama. Akaniweka hapo. Amepika kaukali hapo, mimi namchomea nyama na muusia pale. Kweli kusema ukweli, mimi pesa yake hata naweza kula kutoka hapo, kwa hiyo pesa ni shilingi 20. Lakini pesa yote nimpe, ndivyo nilipe mshahara yangu nie. Ananiambia wewe enda ukuje kesho, hii pesa itoshi. Hata siku moja akaniita. Nimemaliza siku 2 sijaenda hapo. Akaniita tena siku ya 3, sasa ameshikana huko kwa bar, hakuna mtu. Hapa nje ni yeye, kuja. Choma hiyo vitu uza. Uniambie. Nikachoma nikauza shilingi 600. Mtura tena ikapaki. Mtura kubwa. Nikasema hata hii mtura simuachi. Kulingana na ile madharau yenye alinifanya, mimi sitamwachia hii mtura. Nikaita wajamaa, tukateremka mahali kanjia hivi, tukaenda kwa choo, karibu na kwa choo. Mtura ikararuliwa mpaka wajamaa wakaange kwa fence hivi. Kama ilikuwa kubwa. Nikarudi ndani. Nikakuta sasa wajamaa 2, 3 wanacheza bull. Wakasema 50-50. Nikasema hawa jamaa ni mafala, wacha niwamulike. Hiyo 50-50 ni 50-50 nini? Kucheza pool sasa. Game yenye tumepanga hapo, kila mtu hata tukiwa watu 4 ni 50-50. Kwa hivyo mtu ukikula unakula 108 sababu pool inakula 20. Tuende kazi. Mimi nikajikula. Sikuwa nimetoa pesa. Mimi nikajipa shughuli, nikaitisha nusu pale kwa counter. Nikagonga. Nikapeana hiyo vinje. Nikaitisha sigara moja sababu nusu ilikuwa ni 40. Nikaitisha sigara. Wajamaa wakainuka. Sasa ni vita wanata. Na mimi sasa kale kapombe kamisa ninarua. Na ile sigara nikawaambia fanya hivi. Fanya venye mnata. Hapa ndani leo kama ni moto iwa, kama ni mtu wa kufia hapa. Wajamaa walikuwa wamekaa kiti yenye ilikuwa na mlango hivi ni wa buffalo. Nao kumbe wako na masherehe zao kutoka huko kwa baa yao. Wakaniita, wewe Sami kuja. Kaa hapa. Kwa hivyo ulikuwa unataka kucheza pale ukule pesa, ukunywe pombe? Nikamwambia si ndio, kwani nilikuwa nataka kufanya nini? Kaa hapa basi. Ile pombe yenye umekunywa
unaweza kunywa ngapi? Nikamwambia we bana, wacha kuniuliza ujinga. Ninaweza kunywa pesa iko kwa mfuko wenu. Sababu sasa mtu atakuuliza utachipa na chakula ya pesa ngapi pale, utamwambia aje? Si wacha ukule uchipe, ule mwenye kuuza aseme ni pesa ngapi. Kaa hapa. Nikakaa. Akaleta ile changanya chupa mbili white pale. Na sasa ndio unasema uko na pesa, ungeweza hata kuitisha chakula. Hiyo akili haiko hapa sababu nimepata kitu ya bure. Kitu ya bure ni mbaya ndugu yangu. Hata hiyo mwisho hata sijui hiyo pesa venye zilienda, lakini ilikuwa na hata kurarua zile pombe mbili zikanirarua bado. Nikasimama nikamwambia, nyinyi kama hamna pesa ya kununulia watu pombe, wacheni ujinga. Hapana nisumbua kuniweka hapa. Atikaa chini mletee 3. Sikakuja. Jamaa mmoja sasa akatoa 10,000. Akahesabu kwa meza, akasema ukimaliza zikifika 10, hii 10 ni yako. Ai, sasa na mimi ni nani? Nikararua zile mbili zimeenda ngapi? 5. Nikakaa nikatulia. Nikaona hapana. Sasa unajua kumbe sasa saa zile umekaa, unajua umekunywa pombe, saa zile haijakushika ndugu yangu. Pombe kujikangi ukiwa umekaa ndio inakuitisha. Ukisimama ndio utaona moto. Lete 2 tena. Hiyo si ni 7. Kagonga tap. Pole tu. Sasa hiyo kaanza. Sasa ya 8 nikasikia nimechomeka bwana. Nikasikia tena ni kama kutapika. Sasa ni ile harakati ya kusimama nipite hapo kwa hii mlango, niteremke niende kwa choo. Nitapike. Nikochoe niru. Sikufika kufanya hiyo mzigo yote. Nilikuwa tu mahali tuliangi Mutura. Sasa kukujiwa hapo pano Mutura inapatikana. Sio mtu alikuwa anauza Mutura. Na Mutura ndio hii. Kwa hapa ni wapi alikuja kuuzia Mutura? Kabla hiyo hapa kwa kijana kingine, hapana, huyu mtu lazima tuite watu wao bwana. Kuna kazini yangu hapo Ropa. Ukimbia na gari hivi alikuwa hapa maana kuja kufika kwa Esther. Mimi bwana nimeanza kubreed. Damu imeanza kutoka kila shimo ya mwili. Hata nikiweka kwa gari hivi analisha hapo. Gari imejaa damu. Hali ikaendezwa, tukaingia pale Picon. Longai. Picon kuniangalia hivi, wakasema pole. Hapa hatuna mwajali. Simupeleke ziti tu. Sasa huyu kazini yangu ndio yule anageuka pale Pangara, sasa amenyoroza gari, sasa apigia madhe simu nyumbani. Ndio huyu sasa ndio huyu tunapeleka mwajali. Maji sasa si nduru nyumbani. Ni moto imewekwa hapo siku 3, mimi nimeshapelekwa pale ule jamaa wa City kuingizwa hivi. Jamaa akasema hapana bwana. Ati hii china mnasema na niambukizi na mimi nimkizi huyu jamaa bwana hajakufa. Hebu mrudishe pale Zozo, mmetoa hospitali gani? Mrudishe Kenyatta pale. Nikapelekwa pale, nikarudishwa reception huko. Na mimi kufika hivi kuingizwa kwa laini. Nikakuta Dr. Ibrahim na ndio nilikuwa nafanyia kazi huyu mzee. Akasema ni nini na huyu mtu? Na ndiye ananifanyia kazi. Mtoa hizo nguo. Nilikuwa nimevaa grey kama hii, lakini imekuwa red. Na shati. Hata inafinywa hivi damu zinazo. Kaekewa makunguru. Zile kama sajera. Kaingizwa kwa mashini chua, kaeni hapo Brayo wakina Roba hapo wako hapo. Huyu mtu ni nini mbaya? Ati tumemwokota kwa barabara sisi hatujui. Nilikamuliwa pombe Mr. Jagi ngapi? 2. Makali. Ile yenye nilikunywa ile kumbe inafikanga kwa tumbo inafura. Ndio sababu tunalewa hivyo. Ile kitu hebu jaribu iuweke kwa moto
wewe umeitoa pale kwa duka, weka kwa choto tu karibu na jiko hivi, ishike hiyo choto. Ile chupa utakuta imefanya hii. Hata ilifika hapo bwana, nilikamuliwa pombe jagi 2. Mimi kuamka asubuhi bado ninaona niko kwangu. Karibu kugeuka hivi bwana, nimeweka mashini mkojo. Maji ndio hii. Nimefunganishwa ndio dawa kulingana na venye nilikuwa, ile pombe ilikuwa inatingiza kila mahali. Sasa ndio sababu ya kufungwa dawa ingie kwa dawa. Wakati iliingia nililala. Mimi sasa kuja kuamka nakuta ni cheni amesimama hapa mbele yangu. Sasa naona bado tuko kwa nyumba, namwambia hebu nipe maji ya kunywa. Jen sasa ni nani? Sasa ni bibi yangu. Hata ninaona bado tuko kwa nyumba, nipe maji ya kunywa. Lakini kulingana na venye nalala kwa kitu yenye nimejifunika na nguo nimevaa, sijai fulala hivyo. Kaparidi. Ndio madamu mmoja aliingia hivi akakuta akinipea maji, alimsomea sana. Akamwambia unajua ugonjwa ya hiyo mtu. Wewe umekuja hapa sasa tukuachie pasi umtibu. Unajua hii ni ward gani? Nilikuwa na floor namba 9. Ile ya watu wa TV. Nini hapo ningekuachua ugonjwa sababu na kitu yenye imenipeleka hapo ni huo. Sasa wakaona nimeku. Sababu watu wa kukufa ni huko. Mbio mbio. Mungu aliniokoa bwana. Wakati nilitoka hapa bado nikakuja sasa kwa kijana kingine kameletwa kwa kitanda yangu hivi. Kamewekwa hapo. Naona chumba zimesimamishwa damu. Lakini nikaangalia hivi nikiwa nimelala naangalia ile damu yake. Kulingana na ile mbio ilienda, hiyo damu ingii kwa mwili hivyo. Wakaleta ingine. Ikifika saa 6 ya usiku, niona madaktari walikuja. Hao kajamaa kachageuka. Ufungua hivi ile damu imejaa kwa kitanda, ilikuwa inaingia ikitoka. Hapo huyu madam ndiye alikuja akaniambia unajua wewe uko na ugonjwa. Wewe unajua wewe ni ugonjwa na umekujia hapa. Pili ilikuwa 20,000. Ule mzee ndio huyu asubuhi saa 11 baba ya mtoto. Ile nikamwambia walipeleka hivi. Hai. Uko sawa? Mimi nimefunga kiatu nyumbani bana ya nyumbani sasa mimi pale ndani ni kama mfanyikazi mimi sio mgonjwa. Nikaambiwa na wewe mzee, si unisaidie tu huyu kijana afike chini kwa gari. Hiyo ni siku ya ngapi? Mimi nimemaliza wiki moja. Nikamwambia mzee niko rada, nitakusaidia. Wakaenda wakafuta na kitanda, wakaleta karibu na corridor hapa. Nikaona sasa stairs na lift ni gani ya maana. Na mimi bado sirudi pale. Huko kufanya nini? Pale kwa mfuko yangu bila huyu mzee niko na 200. Na ninajua njia ya mkato, Nyayo. Rongai saa hii asubuhi bwana. Si hata ni 30. Hata kama ni 100, bado utabaki na change. Nikaekelea ile mwili hapa. Kafanya zoezi na ile kutoka floor namba 9 Mr. ni mbali. Lakini nitaremuka na hiyo mwili kap mpaka hapo nje. Mahali wanakaa hapo, mahali wanauzia mandizi. Hali alikuwa amepaki hapo. Ni hapa. Kungu. Situfike city kabla mwanza kupewa madawa. Nikamwambia tuende. Fungua gari chua. Tuende. Kanyongoa pale. Ndio wale city. Kaingiza mwili. Mzee kuchomoka akaniruhusa 300. Nikakimbia kutoka city mpaka Kenyatta kwa gate. Pale ni mbali. Hivi tu. Gari naanza naona nipande pikipiki hapana. Lakini fikirio inakuja, fikirio kitu yenye inanipea. Nataka kufika hapo nje nisikie. Unajua shetani naye ni mtu mwingine noma sana. Akiona Mungu unataka kuwini na Mungu naye bara akuvute kiasi.
lazima akutingize. Sasa hebu niambie, kutoka City mpaka Kenyatta nirudi kufanya nini? Sababu ningeteremkia pale City pap, niingie Rongai. Lakini sasa ujinga tena nikakimbia kutoka City mpaka Kenyatta. Haya, Kenyatta nikafika hapo, nikachungulia pale juu, kitu ikakuja tena nipande juu. Hapana, njia ya mkato najua. Ndio huyu Nyayo hapa kwa petrol station. Nikakuta kasini yangu hapo. Niaje? Sasa si masisi yako ndio. Na tena wewe ndio huyu. Akashtuka sana. Bwana. Hebu kaa pale. Hebu mwekee chips. Na mletea soda. Ndio sasa anitulize na hii vitu, apige simu nyumba. Nimempata. Ndio huyu tuko na yeye hapa. Kwa hivyo ameshtuka, alikuwa anajua mambo ya mazishi imeendelea. Sasa yeye amejipanga mazishi yangu. Anaanza kujipanga. Akasonga kando pale hivi. Nikaona na simu. Mimi unajua sasa sijajua ni nini inaendelea. Ako wapi? Akamwambia zima hiyo moto ndio hiyo. Ongea na yeye. Halo madhe. Ni nini? Bana mimi nilikuwa nimeshikwa hivi na hivi na hivi. Ni nini? Nikamwambia zimeni hiyo moto. Hapo na muende kanisa ama kanisa muifanyie hapo. Hiyo story iije. Muombe Mungu msame. Ndio mimi kama mlikuwa mmenishika, lakini sasa nimevuvu. Ile sherehe ilikuwa nyumbani, ikabidi nikaenda. Nikatoka Kenyatta pale. Nilitoka na simu ya yako kwa jamaa. Sababu sasa ningeachia nani? Sababu amekufa. Kama ingekuwa ni wewe ungeachia nani? Sababu ni wewe, watu umemchunga usiku, ni wewe umempea maji kila kitu. Ama ni aje? Ndio. Hapo sisemi kitu. Sasa kurudi Kasasi, mimi nikapata wa jamaa walikuwa wamechanga pesa. Bado nikapokea pesa yangu ile yenye nilipokea. Paka saa hii bado sikudanganyi. Pombe bado ni rafiki yangu mimi. Hiyo incident ikifanyika ilikuwa mwaka gani? Na sasa venye ulifika watu walikuambia aje? Ilikuwa ni 2008 wakati ile vita yenye ilikuwa na imeisha. Hasa ndio tulirudi tukaanza kujitawala hapa. Na pesa sasa zilikuwa. Kwa hivyo venye ulifika, what happened? Wife yako alikuambiaje? Because si unasema yeye alikuja huko na akakuletea mpaka maji ukakunywa kwa hatari sana. Huyu akafukuzwa. Sasa si ndio hiyo sasa, wakati sasa unaleta chakula unapeana huko. Ni fulani. Ni nani ama mnapewa 5 minutes ama 10. Unajua ile ward, hata wewe mwenye umekuja kuona mgonjwa usipochunga, wewe mwenyewe hata ndio unachukua ugonjwa hapo vizuri sana. Afadhali hata huyu mwenye amelala. Sasa ndio sababu sasa hawataki mtu kuingia kukaa kupita dakika 5. Kuna kitu yenye anaweza kukutana nayo hapo nda. Mimi niliponea misa. Na sio kama kutoroka ningeendelea ati naongoja 20,000 nisingetoka wapi ole kazazi. Hapa kusema ukweli. Hata nyumbani sasa hiyo sasa bado wanalia. Sasa ni pesa bado wanaitishwa. Mimi sasa siona Mungu alinifungulia njia, hiyo ni Mungu. Alinifungulia njia, wewe pepa hii toka hapa. Sasa Mungu alikufungulia njia, lakini ile maneno haijaisha bado. Sasa unaweza control, unaweza jipata kwa scenario kama hiyo siku nyingine. Siwezi tuputu sababu sasa hata miaka imekataa, sio kama ile. Miaka imekataa sababu sasa hii huwezi niletea pombe kwa ile mtu na mtu kama ile. Ajiniambia maliza. Na ninaona ni pombe kweli, nikionja ni pombe. Lakini unataka kuniambia ati umalize. Wewe mbona usimalize? Siwezi. Nikukunywa ile kiwango yenye nasikia kweli kanga nikujiondoa. Sasa Mr. Sami, kuna mtu amewatch story yako na ameona vitu umepitia. Ulifika mpaka ukapangiwa mazishi ukiwa bado uko hai.
na haikuwa moment mzuri sana. Wewe unaweza ambia nini mtu kama huyu mwenye ana watch hii story? Ndugu, mali huko sana sana, kitu ya kwanza, kitu ya bure ni mbaya. Kitu ya bure utakula uingie kwa shimo, na ule mwenye alikuwa anakupea atakuacha tu kwa hiyo shimo na aende, sababu hawezi kukupea tena akupepe. So sasa kama singepata hii kitu ya bure, hii ni pesa, bado hii ni pombe, hiyo vitu kama ingekuwa singekuwa hivyo. Kwa hivyo tujiangalie ni nini unakula, na tuwe na limit sisi wenyewe tunajipima. Kama unakunywa lita moja, alikunywa lita moja. Hivyo mambo mingi hiyo yenye unataka kujiongezea, hiyo ni kifo. Asante. Yeah, so that was Samii na story yake hiyo ango yenye ilibidi paka familia ifanye mazishi tumeweza kuiona. So kulingana venye utaniambia pale kwa comment section, tutajua kama nitakuelezea reason ya kwanza in the first place mbona amue kukuja all the way na kuhamia permanently this other side of Kenya, Nairobi, Ongata Rongai, Kajiado County, hizo places unajua ziko karibu. Alafu sasa nikimalizia a statistic, unajua mara nyingi kama watu wa sherehe wale experience kuzima, niko sure mara mingi kitu kayo kifanyike na kuaga ni ile pombe umenunuliwa. Niko sure ukiwa umejinunulia pombe mara mingi wanga una control, sababu wewe ndio boss, una handle pesa zako. So I guess out of this story umesikia mwenyewe amesema usipende kitu ya bure, na mimi naongezea kusema hiyo ya bure kwa wale mnakunywa na umejua hii story, niko sure ile siku umezima sana ni ile pombe imenunuliwa. Otherwise kama hii imekubamba, kindly finya pale subscribe button, tupatie pia ka comment, utupatie motisha ya kufanya hii kazi. Unajua usikose pia kutupatia like. Otherwise keep it Facts TV, everyday real stories ndani ya nyumba. Bye bye.